nitawaelezea kitu ambacho kinapatikana, the part ambayo inapatikana kwenye mfumo wa JBS Online. Kuna kitu kinaitwa plan before you plant, kwamba unapanga kabla hujapanda. Uweze kuingia shambani kulima tu una mipango yoyote, ujue na. Kwa hivyo tutaelezana kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kuna sehemu ya juu hapa ni sehemu ya kuchagua aina ya pesa ambazo utatumia kupanga hela zako, kwamba nini nitapanga kwa kupitia dola, shilingi na vitu fulani. Kwa maana hiyo kuna kitu hapa kinaitwa rice, kwamba utalima nini. Hapo utachagua choose the crop of location, crop and location, kwamba mimi nitachagua ni zao gani ambao nitalima. Ngoja niweke Kiswahili. Chagua zao na eneo. Mimi nitalima mpunga wilaya Morogoro. Nitalima ekari ngapi? Ekari 5. Nitalima mwezi ngapi? Novemba. Lakini nikiweka mwezi tofauti, labda Februari, itaniambia kabisa msimu sahihi. Labda nikiweka Mei, itaniambia msimu sio sahihi. Hakuna mtu analima Mei. Sawa, atakwambia labda umwagiliziaji. Kwa maana hiyo utachagua hiyo, itamwambia inachukua siku 135 kwa kukomaa, itakupa maelezo haya. Kuna sehemu hapa inakwambia mbegu, ambapo mbegu mimi nimechukua 60,000, mbolea nimechukua 1,500 na vibarua 1,500, na hapa dawa ni shilingi 90,000 na usafirishaji ni 80,000 na nyingine nimechukua kama 50,000. Kuna mavuno ya soko, nategemea kwa ekari moja nipate magunia, kwa ekari moja nipate magunia 10. Kwa ekari moja nipate magunia 10, ambao gunia moja mimi nitauza kwa 1,60,000, ambao 1,60,000 ni sawa na kilo ni shilingi 1,600. Sara nimepata 200 tu, sijui unanielewa. Okay, hapo utakuja kunieleza kwamba faida tarajiwa nitapata faida ya shilingi milioni 4 na 900 na 40,000. Unanielewa? Mapato nimepata jumla ya shilingi milioni 7 na 800 na 40,000. Gharama utatumia gharama ya shilingi milioni 2 na 900,000. Magunia gafia ni shilingi ni magunia ambayo yalipatikana jumla ilikuwa magunia 50, ambapo yaliyobaki yalikuwa magunia 49 baada ya asilimia ile gunia moja kuharibika kwa 1%. Mzani wa gunia ni 18.9. Faida za ekari moja nilipatia faida ya shilingi 900,000 na 88,000. Haya, sasa ukija hapo chini pia itakutolea hali za mavuno, hali mbaya sana kwa 30%, ambao ni 34 ya mabegi hapo. Tarajiwa ni hapo, na hali za nzuri natakiwa ipate milioni 6 na 600. Kama ningepata milioni, yani hapo nakwambia kama ungepata milioni 2 na 500 ndio ilikuwa hali mbaya. Tarajiwa ilikuwa milioni 4. Lakini sasa kuna kitu hapa natakiwa ujue. Hapo baada ya kuplan hivyo, unaweza kuhifadhi kazi yako. Ukipenda unaweza kuhifadhi. Ukishahifadhi, kuna sehemu sasa, mfano unakuja kuelezewa deeply sasa by document, kwa kuandikiwa na nini, utakuja kubonyeza AI mshauri, hapo atakutengenezea sasa. Unaona anavyokujeneretia hapo kitu. Angalia sasa anavyokutengenezea kitu kama hicho hapo, ambapo tutaweza kueleweshana vizuri sasa, ili uweze kuelewa vizuri jinsi mfumo ilivyo na ubora wa hali ya juu. Habari, mimi ni JBS Online, ubongo wa kilimo bwana. Kutokana na takwimu za kwako ambazo tulijaza hivyo, tulimpatia ekari 5, gharama ilikuwa ni milioni 2 na 900, kwa ekari moja ilikuwa ni 500,000 na 80,000, na magunia yalikuwa 50, magunia 50, ambao magunia 10 tu kwa ekari. Bei ilikuwa ni 1,100 na 60,000 kwa gunia. Mapato ya ghafla yanichukua 50 zidisha mara 1,100 na 60 na kwa milioni 8. Faida tarajiwa ni milioni 5 na 100,000. Analysis: ingawa bado kuna faida, mradi huu unaonyesha uendeshaji hafifu na under performance, na kupata magunia 10 kwa ekari kule Morogoro ni matokeo duni sana kulingana na uwezo wa ardhi hiyo. Kwa gharama ya shilingi 500,000 na 80,000 kwa ekari, unapaswa kupata angalau magunia 20 mpaka 25. Hapana, unakosa takriban shilingi milioni 8 za ziada kutokana na usimamizi mbovu wa mavuno, yani yield loss. Itakupa pia njia tena kwambia the root cause. Mavuno ya magunia yako 10 kwa ekari yanasababishwa na kutotumia mbolea kabisa au kutumia mbolea isiyo sahihi, mbegu zisizo bora za kienyeji zilizochakatwa, upotevu na ugunia. Itakuonyesha warning, utapatia tahadhari. Ukipata magunia 10 kwa ekari, maana yake breaking even point yako ni magunia 4. Ukikumbwa na changamoto, ndoto, wadudu, haieleweki,
Kuna kitu kinaitwa risk level, utakwambia risk level yako, itakupa advice ni pande au la. Panda lakini badilisha mbinu. Itakupa mbinu za kupanda. Usipande kwa lengo la magunia 10. Mtaji ule ule shilingi 2,900,000 unaweza kupanda magunia 100 badala ya 50. Ukiboresha mbegu ni bora sana. Alternative solution. Badala ya kutumia mbegu hiyo, atakwambia mbegu za kutumia, itakupatia recommendation, mbolea, hakikisha na aina za vitu, dawa nitakutumia, preventive strategy, udhibiti wa ndege itakuelezea, na vifungashio itakwambia, action plan working itakwambia namna ya kuanza kupanda kuanzia mwaka wa kwanza mpaka unamalizia. Kwa hivyo ndio hivyo.